Unaweza usijihusishe na t-shirt, ila t-shirt itajihusisha na wewe. Sasa kihistoria, vazi hili lilianza kama nguo ya ndani ambayo ilitengenezwa maalum kwa wanajeshi wa jeshi la wanamaji wa Marekani ambao walikuwa vitani dhidi ya Hispania mwaka 1898, wakilivaa ndani ya gwanda zao ili kujikinga na jasho. Mara ya kwanza t-shirt hizo wanajeshi walikuwa wanazivaa zikiwa plain bila maandishi yoyote. Baadaye wakaziboresha kwa kuweka nembo na jina la kambi ama vituo ambavyo wanajeshi wanatokea. Kwa hiyo sanaa ya maandishi katika t-shirt ilianzia kule jeshini ili kuwatambulisha. Coverage nzima ya vita kwenye vyombo vya habari kipindi hiki ndio vilipa umaarufu zaidi t-shirt. Likawa ni vazi kama la kishujaa fulani, mtu akivaa anajisi kama naye ni mmoja kati ya wanajeshi ambao wamepigana vitani. Sasa baada ya kutoka kule kwa wanajeshi wale wa Navy ambao wa Marekani ambao walikuwa wanazivaa katika vita, baadaye nguo hizi zilisambaa zikawafikia wafanyakazi wa viwandani kwa sababu nguo hizi zilikuwa ni nyepesi na rahisi kusafishika. Vazi hili lilihama kutoka kuvaliwa na wanajeshi na wafanyakazi wa viwandani hadi kuja mwaka 1904 t-shirt ikaja kwenye michezo, ambapo kulikuwa kuna michezo ya Olimpiki iliyofanyika kule St. Louis, Marekani. Pia mwaka 1908 katika michezo ya Olimpiki iliyofanyika mjini London, ambapo kuna wanariadha ambao wanaonekana wakiwa wamevalia t-shirt. Baada ya vita kuu ya kwanza ya dunia, ambapo wale wanajeshi waliopigana vita walivyorudi majumbani kwao, moja ya vitu ambavyo walivibeba ilikuwa ni t-shirt. Sasa baada ya kurudi majumbani, zile t-shirt wakazifanya kama nguo za kawaida za kushindia, ndio hapo t-shirt zikaanza kusambaa. Jumla t-shirt ilianza kuchukuliwa kama casual wear miaka 1920 na ndio hapo ikaanza kuzagaa mitaani, majumbani na kila sehemu. Kwa hiyo ilikuwa ni kama vazi fulani ambalo mtu anaweza kalivaa pasipokuwa kiwandani, kwenye michezo au kwenye majeshi. Katika mwaka 1932 chuo kikuu cha California ya Kusini walikuja na t-shirt zao plain kwa ajili ya kama uniform kwa ajili ya timu yao ya mchezo wa American football. Sasa wanafunzi wakazigeuza hizo t-shirt kama fashion vile, ni kwa sababu walikuwa wamezipenda na nini. Hiyo ikapelekea nguo hizo za shule kuibiwa kutoka kwenye store ya shule. Kwa hiyo uongozi wa chuo hicho ukaamua kununua t-shirt zingine na kuprint maneno a property of USC, yani wakimaanisha mali ya chuo kikuu cha California ya Kusini, ili kufanya nini? Kwamba t-shirt hizo zina alama maalum kwamba mtu asiweze kuvaa. Sasa kitendo hicho badala ya kupunguza tatizo ndo likaongeza tatizo kubwa zaidi, kwa sababu hamu ya wanafunzi kupata t-shirt hizo ndo ilizidi zaidi, kale jina lao la chuo chao kionekane zaidi. Kwa hiyo uongozi wa chuo ukaamua kulifanya hilo jambo kibiashara zaidi kwa kuamua kwanza kuziuza hizo t-shirt. Tokea hapo basi utaratibu ukaigwa na shule na vyuo dunia nzima. Ndio maana hadi leo kila shule ukienda kuna t-shirt zinauzwa, mwanafunzi anatakiwa anunue ili awe nayo. Sasa ilipofika mwaka 1938 nguo ya kwanza aina ya t-shirt iliuzwa kwa raia wa kawaida katika maduka ya nguo ya pale Marekani, ikiwa inauzwa kwa senti 24 ambayo kwa sasa hivi ni kama $4 hivi. Kwa hiyo t-shirt iliuzwa ikijulikana kwa jina kama la Gob Shirts, ikiwa inamaanisha kama ni nguo za wanajeshi wa jeshi la wanamaji, yani Navy. Hao ndio walikuwa wanajulikana zaidi kama magob. T-shirt za slogans au t-shirt za maneno ujumbe zilianza kutumika rasmi kisiasa mwaka 1948 wakati wa kampeni za urais wa kumsapoti Thomas Dewey ambaye alikuwa ni mgombea wa urais ambaye alikuwa akigombea dhidi ya Harry Truman. Ingawa bwana Dewey alishindwa, ila staili yake ya kufanya kampeni kwa kutumia t-shirt au ikawaamsha wanasiasa, wanaharakati, wafanyabiashara, na hapo ndio ilikuwa mwanzo kuanza kutumia t-shirt kama chombo cha promotion, kutangaza slogans, kutangaza bidhaa na kampeni mbalimbali. Kwa hiyo t-shirt moja kwa moja ikaingia kwenye upande wa marketing ya kitu chochote kile. Baada ya kutoka kwenye siasa, utamaduni huu wa maandishi katika t-shirt ukahamia kwenye muziki, ambapo kuna kundi linaitwa Rolling Stone liliprint t-shirt zao, kisha yakaja makundi mengine, kisha utamaduni huu wa message haukuishia tu kwenye muziki, ukasambaa kwenye sekta na kada nyingine tofauti kibao. Vazi la t-shirt ndio likawa limesambaa hivyo mpaka kuanzia miaka hiyo mpaka leo ni sehemu kubwa sana maisha yetu, ambapo kwa namna yoyote t-shirt huwezi kuikwepa. Limekuwa sio vazi tu la sehemu fulani pekee, ilikuwa ni vazi ambalo linaingia mpaka kwenye zile shughuli ambazo ni rasmi kabisa za kiserikali, linaingia katika shughuli tu za kawaida za kijamii. Mtu yoyote anaweza kavaa, halina kundi maalum, ilikuwa ni vazi la kila mtu. Kwa t-shirt zinaongea na t-shirt zitaendelea kuongea.